Hivi karibuni kumekuwa na soko kubwa sana la utengenezaji wa video za katuni. Inawezekana ni mara nyingi unatazama, lakini unajiuliza na unatamani sana kujua ni jinsi gani ya kutengeneza video za katuni, ama ni mbinu gani ambazo wanazitumia kutengeneza video za katuni, au wana maarifa gani ya kutengeneza video za katuni. Kuna njia nyingi sana za kutengeneza video za katuni, lakini leo nitakuletea njia rahisi sana ambayo inakuruhusu wewe kutumia kifaa chako chochote ulichonacho. Swali langu kubwa kwako ni kwamba, je, unapenda kujifunza kutengeneza video za katuni? Kama ni ndio, basi moja kwa moja nitakupeleka katika safari hii ya kujifunza ni jinsi gani unaweza kutengeneza video za katuni. Kitu unachotakiwa kuwa nacho kabla ya kuanza kutengeneza video za katuni, inatakiwa uwe na smartphone ama PC. Kifaa chochote kati ya hapa una uwezo wa kutumia. Sasa kuna aina tofauti za upatikanaji wa hizi program. Kwa watumiaji wa kompyuta ama PC, unaweza kuingia kwenye browser yako ya Chrome ama Google, kisha utasearch Protagoni Story for PC. Na kama wewe ni mtumiaji wa Android, basi utaingia kwenye Play Store, kisha utatafuta Protagoni Story pale Play Store na utainstall. Kama wewe ni mtumiaji wa iOS, basi utaenda sehemu ya App Store, kisha utatafuta Protagoni Story, kisha utainstall. Japo sina uhakika zaidi kama kwenye iOS imo, ila inaweza ikawemo kwa sababu pia ni programu nzuri, kwa hiyo lazima ipelekwe pia nako huko. Lakini nakukumbusha pia kwamba Protagoni Story wana program mbili. Unaweza kaandika Protagoni Story afu zikaja program mbili ukashindwa kuelewa. Kuna Protagoni Story ni program iliyokuwa imetengenezwa mwanzo kabla ya program ya Protagoni Studio, kwa sababu zote ni program moja na hizi program zote zinafanya kazi sawa. Kila kitu kilichopo kwenye Protagoni Story basi kimo kwenye Protagoni Studio. Ni wewe utachagua ipi una uwezo wa kuidownload, lakini napendekeza sana tumia Protagoni Story kwa sababu ndio application tunaenda kuitumia. Baada ya kuinstall, basi utaifungua, utagusa open. Baada ya kuifungua hii program, basi itatuleta kwenye interface hii hapa, ambapo utaona sehemu ya kwanza imekuandikia create a video, na hii ndio sehemu ambapo inaturuhusu sisi kuweza kutengeneza video ya katuni. Utaigusa create video, na baada ya kufunguka utaona kuna skini ambayo imefunguka hapa kwenye video yangu, lakini kwenye simu yako, kwa sababu ni program kwa mara ya kwanza ndio unaifungua, hakutokuwa na skini yoyote itakayoonekana. Kwa hiyo itabidi kwenda kuzidownload hizi skini kwenye hii program. Utaona sehemu imeandikwa skin, lakini kwenye simu yangu imeandikwa living room, kwa sababu wakati ninaipitia program niligusa hiyo skin. Kwa hiyo utagusa hiyo sehemu, kisha utaona skini tofauti umeletewa, ambazo kutokana na story yako basi wewe utaweza kuchagua skini ambayo itaendana na story ambayo umeitunga. Skini ziko nyingi sana ambazo zitaendana na story yako. Ukitaka skini ya polini, ukitaka skini ya ziwani, pembezoni mwa ziwa, basi utazipata. Kwa hiyo ukitaka skini ya ndani utazipata. Hapa kuna skini za kudownload na kuna skini ambazo zinauzwa. Ukilipia unazitumia free ndani ya mwezi mzima au ndani ya wiki moja. Sasa tunajifunza, haina haja ya kwenda kulipia kwanza. Tutachukua skini ambazo wanaturuhusu kuweza kuzidownload na kuzitumia. Nitachagua skini hii hapa imeandikwa launch area. Wakati na download, kimaliza utaigusa tena ili iweze kuingia kwenye skini.
Nadhani umeona. Baada ya hapo, tukimaliza kwenye upande wa mazingira skin, tunaingia kwenye sehemu ya actor, character au wahusika ambao wataonekana kwenye hii story. Kumbuka story yako ina wahusika wa jinsia tofauti ama jinsia moja. Basi hapa tutaenda kutafuta actor ambao wanaendana na story yako, kama ni wa jinsia hii au wa jinsia hii. Ukihitaji kama actor wako ni wazee, basi tutawapata pia. Kama hatutowapata, tunaweza kwa create wa kwetu. Inakuwa ni vizuri zaidi kwa sababu hawatoendana na character ambao wametumika zaidi kwenye video za watu wengine. Kwa hiyo tukigusa sehemu ya no actor, watatuletea wahusika ambao tayari wapo kwenye hii program, walishatuandalia wao. Utaangalia, utachagua actor ambaye anaendana na story ya kwako. Kama ni policeman, basi utakutana na actor ambao ni police. Kama utataka professor, utataka doctor, utataka engineer, basi wote utakuta hapo. Utataka wagonjwa, utawakuta hapa. Kwa hiyo kuna actor wengine ni wa kulipia, kama huyu hapa ameandikwa Wine ni wa kulipia, huyu ameandikwa Clara ni wa kulipia, lakini wapo actor wa kudownload kama Usamil. Utachagua actor ambaye anaweza kaendana na story yako, kisha utabonyeza download, na baada ya kubonyeza download utamgusa mara ya pili, ataweza kuingia kwenye skini ambayo umeiandaa. Baada ya kumgusa actor, unaona kabisa ameenda kuonekana amekaa sehemu ya left of the coach, lakini una uwezo kumhamisha na kumpeleka popote ambapo unahitaji. Labda nikuoneshe actor wetu anaitwa Scott. Pembeni ya jina la Scott kuna area ambayo amekaa, wamekuandikia to the left on the coach, lakini una uwezo kumbadilisha. Ukigusa hii sehemu utaona sehemu imeandikwa magazine, basi utamwona amehama mazingira, amekaa mazingira mengine. Lakini kuna magazine light na kuna magazine left. Hiyo hapo yupo magazine light left, lakini ukigusa magazine light atakaa pale. Ukienda sehemu ya middle, basi atakaa katikati, na ukienda sehemu ya coach left, coach light panaeleweka. Ukienda sehemu hiyo hapo pia utaona amekaa hapo. Kwa ni wewe utachagua actor wako aweze kukaa wapi. Mfano labda ninaweza nikachagua akae sehemu ya magazine hapo. Yes, nitachukua kama ndio mgeni ndo anafika eneo hili. Lakini chini pia umeandikiwa no actor. Basi kama unahitaji story yako, kwenye story yako inahitaji actor zaidi ya mmoja, unaenda una click tena hapo ili kuadi actor mwingine, ambapo sasa hapa nimekuelekeza kuna actor kwa download na kuna actor kwa nunua. Kuna sehemu imeandikwa create character. Sasa hapa kwa sababu yule tayari tumemchukua ambaye ameshatengenezwa, basi hapa nitakuelekeza jinsi sasa ya kuunda character wa kwako ambaye tutaenda kumtumia pale. Nadhani unanielewa. Ukigusa sehemu ya create character, tutaitwa sehemu hii hapa. Sehemu hii hapa bwana, tayari ndio interface ya kuweza kutengeneza character ambaye sisi tunamhitaji, ikiwa hauhitaji character ambao tayari wao wamemtengeneza. Kama unavyomuona, yes, huyu ni wa kike, ni character yetu wa kike. Japo sehemu ya kuchagua nani hapa, kuchagua jinsia kwenye male ambao ni wa kiume, lakini ukigusa kwenye female ndio utaona tumetoa wa kike. Nadhani program sometimes zinakuaga na mizinguo sana. Kama unavyoona hapa, basi nimegusa tena kwenye male, tumeletewa actor wa kiume. Ukigusa kwenye female, tumeletewa actor wa kike. Haijatosha, tuna sehemu ya hii icon tumewekewa sura. Ukigusa sehemu hii hapa, basi unaenda kuchagua umbo la kichwa cha actor ambaye wewe unamtaka. Kama utahitaji mzee, basi utashuka chini, utaweka hii hapa. Itaji download. Baada ya kudownload, naona utaona kuna mabadiliko. Ukigusa hapa pia itaji download sura nyingine, utaona hii imekuwa ya mzee. Sasa kutokana na story yetu sijatunga kwamba nitumie story gani kwenye utengenezaji wa hii story, ila ninaweza nikapendekeza kwamba yes, sijui nione ameenda kumtembelea mama yake au bibi yake, au ameenda kutembelea pisi yake. Ni vile utakavyoona. Ngoja nichague niangalie
ipi sura inaweza kuvutia zaidi kwa kike. Download na hii hapa, kisha yes, kuna hizi sura, kuna hii hapa. Yes, nitatumia hii hapa kwamba ndio character ambaye tunaenda kumchukua. Lakini ukishuka chini utakutana na hii sehemu ambayo yenyewe ni ya rangi, inakuwa ni color ya mtu. Ukigusa hapo utaona imebadilika skin color ya mtu. Unaona hapo kuna skin color zingine unaona kabisa hazitumiki kama kwa mtu, labda kwa ghost, mizuka unaweza kutumia au zombie kutumia, lakini sisi hatuna shida na mizuka. Ukishaweka hapo utachagua skin unayoitaka, skin color, kisha utaama na kwenda sehemu ya nywele. Sehemu hii hapa sehemu ya kuchagua nywele ya unayotamani actor wako awe nayo. Kuna nywele tofauti tofauti, kuna wigi hapa, kuna wigi za kulipia na kuna wigi za kudownload. Wigi za kudownload ni nyingi zaidi, kwa hiyo utachagua wewe unayoitaka, lakini ukiona unaipenda zaidi wigi ya kununua, basi unaweza kaenda kudownload. Pia hii nywele ni nzuri, lakini okay, kwa sababu tunajifunza ni kuoneshe, inabidi nichague nyingine. Gusa hiyo hapo, ime-download. Kama unavyoona tayari kuna mabadiliko ya nywele. Okay, wigi ni nyingi sana, utachagua unavyohitaji wewe, unatamani musika wako awe. Kama unavyoona kuna style nyingine, hiyo ya nywele ni wewe utataka musika wako aweje. Pia ukitaka awe hana nywele, naweza kusema kipala, utapandisha juu na utagusa sehemu ya X, utaona musika wetu hana nywele. Kwa kama utatengeneza musika wako hauhitaji awe na nywele, wa kiume au wa kike, utaenda hapo. Kama utahitaji nywele za kiume, basi utagusa hapa. Ukigusa hapo utaona unajua Yombo Manumbu anatumia hii style. Kama utaipenda unaweza kaitumia, lakini kama hujaipenda unaweza ukatafuta style nyingine. Ziko nyingi, whatever utakavyochagua utakayoipenda, hiyo unaweza kaitumia katika character yako. Ziko nyingi sana. Sasa kwa sababu nimemchagua kike, basi ngoja nichague pia muonekano mzuri, usimwangushe mshikaji. Hapo ngoja nichague hii hapa, tuende Kilioni. Yes, nadhani tuende Kilioni. Baada ya kumaliza kuchagua nywele, style ya nywele, tutaenda sehemu inayofuata, ambapo hii ni hizi ndevu za humu pembeni, ndevu na hizi vinywele vya humu juu ya mdomo. Kuna hizi hapa, unaweza kugusa, una download kama unavyoona. Kuna hiyo style, kuna ama ndevu. Kama umechagua character wa kiume, basi hii ndio sehemu nzuri zaidi ya kumfanya aonekane kama huyu ni musika wa kiume. Zipo nyingi, unaweza kuchagua, lakini kwa sababu mimi ninatengeneza musika wa kike, haina haja ya kumwekea hivi vitu, haina haja kabisa. Kwa hiyo nitagusa sehemu ya X kuondoa. Nikitoka hapo nitaenda next, nitakutana na sehemu ya kutengeneza jicho. Yes, unapenda jicho liweje la musika wako, liwe linavutia, liwe lina muonekano fulani hivi ambao ataonekana kweli character wako anapendeza, anavutia au anatisha. Kwa hiyo ukigusa sehemu hiyo hapo utakutana na majicho mbalimbali. Kuna hilo zina rangi pia tofauti, kama hilo ukichagua jekundu, ukichagua hilo hapo inakuwa hivyo, ukichagua hii hapa. Kwa hiyo utaona lipi linafaa kutokana pia na muonekano wa musika wako. Baada ya kuchagua, tuna sehemu nyingine ya chini yake ambapo tuna zile wanaita nini, mzunguko kwenye macho hizo. Nadhani unaona, nimeshindwa kuzitaja, nimesahau. Lakini unaweza kuchagua ukampaka wanja, ukampaka wanja. Chagua nini unachohitaji kutoka kwenye musika wako. Nadhani unaona mabadiliko ambayo yanatokea, kwa inakuwa ni rahisi wewe kunielewa. Kwa masikio yako na macho yako kutazama ninachokifanya ndicho kitakachokufanya uweze kufanikiwa na kuweza kutengeneza stories za katuni. Baada ya hapo utachagua, ukishachagua, kwa imagine nichague labda nahitaji kaweka mrembo bana, sitaki kumwangusha mshikaji wangu pale anafika. Baada ya hapo utachagua nyusi za mjuu. Sasa hizi nyusi utachagua za stage of default. Kuna hii hapa, kuna hii hapa, kuna hiyo pia, kuna hii hapa. Ni mrembo bana, tumchagulie nyusi nzuri.
Kuna hizi hapa pia, wow, zinatisha kweli. Karudi tuchague nzuri. Mimi nimevutiwa nazo hizi hapa. Tuone kuna hizi. Basi nimevutiwa nazo hizi hapa. Itanifanya kweli aonekane ni mrembo. Ukishuka chini zaidi tuna lips, sehemu ya mdomo ambapo tunachagua mdomo wetu wa mhusika wetu uweje. Yes, kuna hivyo. Kama ukiwa umepakwa lips inakuwa inapendeza zaidi, imepakwa lips nyekundu. Yes, naenda hivyo. Lakini ukishachagua pia unaweza ukachagua pia kitu kingine kiendane na mhusika wako. Sio ukachagua lips za rangi alafu vitu vingine vina rangi tofauti, haviendani na mhusika wako. Kama hicho nikudi kwenye nywele hapa hivi, kuna sehemu ya rangi kwa chini nilisahau kuelekeza, lakini sio mbaya. Tuko pamoja. Unaweza kubadilisha rangi ya nywele ambapo inabadilika pamoja na nyusi. Utachagua rangi ya nywele. Yes, labda wow, rangi ziko nyingi sana za kuvutia. Sijazipenda hizi kwa jinsi ninavyomhitaji mimi, nimemfikiria awe. Kwa hiyo nachana napo niendelee mbele. Inatosha rangi hiyo ambayo nimeichagua. Kwa hata rangi ya lips naweza nikaibadilisha au nikaiacha hiyo hiyo. Naweza kuhitaji iendane na rangi ya nywele wewe unapohitaji. Okay, baada ya hapo utaenda sehemu ya inayofuata next. Hii ni miwani. Ukihitaji character wako awe amevaa miwani, basi utagusa sehemu ya miwani. Download na kwa amevaa. Kuna miwani pia kununua na miwani ya kuitumia free. Kuna miwani ya tofauti, unaweza kuchagua unataka miwani avae ipi ili awe na muonekano mzuri zaidi, aweze kuvutia. Okay, kuna maurembo tofauti hapa. Naona ametoboa sikio. Yes, sikuwahi kuiona kabla, inaona ni update ya sasa hivi. Utachagua vitu tofauti kulingana na mhusika wako jinsi alivyo. Utaangalia ukiona umelizika na umechagua unachokihitaji. Kuna kofia hapo, kuna baibui. Kuna kofia, baibui. Baada ya kumaliza kuchagua vitu hivi, basi ukihitaji utaweka, lakini mimi kwa sababu sihitaji naweza nikagusa X kwa ajili ya kuvitoa. Ukienda sehemu ya pili bwana, hapa ni sehemu ya t-shirt, mavazi. Unachagua avae vazi gani huyu mwali wetu. Aidha chagua mavazi unayotaka katika t-shirt kazuri hapo. Chagua hii hapa labda. Kama tukelezea. Okay. Utachagua magauni, utachagua kitu unachokiona kitavutia zaidi kwa mhusika wako. Baada ya kumaliza kuchagua, basi utaenda sehemu nyingine ambapo kuna suruali hapa. Hapa penye suruali, kama unahitaji mhusika wako wa kike avae suruali, basi utamchagulia hapo. Unahitaji sketi, utamchagulia, utamtafutia iendane na jinsi unavyohitaji mhusika wako awe kwenye story. Utamchagulia hii hapa. Naona mhusika wetu amevaa nani? Kwa kizee sana. Tafutie nyingine hii hapa. Nadhani itakuwa imeendana pia na okay. Sasa hapo unaweza kurudi kwenye t-shirt ukabadilisha pengine labda rangi iweze kuendana na hiyo nyingine. Ngoja niache hapa kwa sababu kwenye uchaguzi wa rangi ni kitu ambacho kinanishinda sana. Kwa hiyo ukishamaliza pia kuna viatu hapa. Unaweza kuchagua unataka mhusika wako avae kiatu cha aina gani. Utachagua kuna viatu vya kike, kuna viatu vya kiume kulingana na mhusika wako unavyomtaka. Kwa sisi tusiende mbali zaidi kwa ajili ya kuchelewa, tutachagua hapo. Lakini unaweza kuchagua rangi ya kiatu. Nadhani hii inaweza kupendeza zaidi. Kisha chagua rangi, utaenda sehemu nyingine. Sehemu hii hapa bwana, unaenda kumchagulia jina ambalo unatamani mhusika wako basi ndo awe na jina lake. Mimi nitachagua jina ambalo ni wa kike, nitachagua Ana.
Paudai sound. Baada ya hapo utaona kuna sehemu ya herufi nyingine hapa ni A. Unaweza kaandika jina hapo. Ukimaliza utaminya done, lakini pia tuna sehemu ya background color. Haina umuhimu sana. Hii haina umuhimu sana. Kwa hiyo baada ya hapo unaweza kurudi sehemu ya jina hapa ukaminya done. Baada ya kumaliza tutakuwa tayari tumeweza kumcreate character wetu. Nadhani tunaelewana. Kama hujanielewa unaweza kauliza swali kwenye comment. Kisha tutamgusa huyu character wetu ili aweze kuingia kwenye screen moja kwa moja. Baada ya kumgusa unaona ameweza kuketi sehemu ya kiti. Ukiona jina lake linaitwa Geti. Yes, ni jina ambalo tumeweka tu hatujachagua. Kwa hiyo utaona amemweka kwenye to the right of the coach. Kwa hiyo unaweza kubadilisha ukamweka sehemu ya. Ukiweka sehemu yule amekaa sehemu ya magazine left, kwa hiyo hatuwezi tukamweka na huyu magazine left. Tukishamweka basi watamficha. Kwa hiyo tutachagua labda unaweza kuchagua right. Unaweza ukaenda ukachagua middle. Unaweza ukachagua sehemu nyingine, lakini okay inafaa akae sehemu ya coach. Hapo itafaa. Baada ya hapo tunaenda sehemu nyingine ambapo kwenye hii program wanatupa ruhusa ya kuweka animation tofauti. Nikiwa namaanisha movement za kamera kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kutoka backward kwenda left, kwenda wapi, kwenda hivyo yani. Kwa hiyo tuna sehemu ya kwanza kabisa kabla tujaruka kwenye hii section ambayo tuna majina ya wahusika, basi tutaenda sehemu ya chini. Kuna sehemu umeweka vinyota hapa. Ukienda sehemu hii hapa naona ni sehemu ya filter. Unachagua filter iwe sepia, iwe nini, iwe black and white. Hivyo ni kama unatengeneza story imefika sehemu umetaka watu waonekane kama wanakumbuka kitu fulani kilichopita, unaweza kutumia hiyo. Lakini hivyo utachagua, utaenda kuna sehemu ya blur kutokana na story yako utachagua, lakini sijaona umuhimu wake, naweza nikaweka none. Ukitoka sehemu hiyo hapo kuna sehemu ya imechora alama ya kamera. Hii ndio sehemu ya movement za kamera kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nadhani itavutia zaidi. Ukiona mfano ukiangalia nyimbo au movie unakuta kuna kamera imetoka imechukua huyu, basi hii ndio sehemu ambayo inaenda kuua mavitu yote. Sasa kwenye hii skin naona hatujapewa, lakini tukiingia kwenye sehemu ya dialogue kuyaweka mazungumzo basi tutapewa. Ukiweka establish, skipping establish, pia kuna hii nyingine ni establish shoot. Hasijafanya mabadiliko yote, hiyo sikutie wasiwasi, lakini pia tunaenda kwenye dialogue basi tutaona mabadiliko. Kuna sehemu ya vidoti vitatu, lakini hii sehemu wanakuletea kama unahitaji kuipandisha hii clip iwe juu au iwe chini, kwa sababu unaweza kutengeneza clip moja afu ukatamani kilichotangulia kipande juu na kile kilicho juu kishuke chini. Basi ukigusa hapo utaweza kwenda kufika hiyo sehemu. Ukija chini kabisa kuna sehemu ya hii ukigusa sehemu ya kwanza ni sehemu ya skin, kwa sababu hatujalipia basi wanatuletea tutazame video ili tuweze kupewa skin nyingine. Mimi nimeitumia sana ndio maana wanigomea kunipa skin nyingine, lakini wewe nadhani watakupatia. Unaweza ukasubscribe kwa kulipia ili ukupe skin nyingi bure, lakini unaweza ukawatch ads. Ukitazama video yao hapa basi watakupa uwezo wa kwenda kuchukua skin nyingine na kuipachika. Sina haja ya kuongeza skin kwa sababu tunataka tuendelee na hii. Tutatoa. Tuna sehemu ya alama kama ya message. Hii kwa lugha rahisi tunasema dialogue. Dialogue ni mazungumzo. Sasa hawa character wetu lazima wawe na mazungumzo ambayo yatatufanya watazamaji tuweze kuelewa dhumuni la utengenezaji wa story yako, dhumuni la utengenezaji wa hiyo cartoon, au tujue nini hasa kinalenga kwenye hii story, kwenye hii video yako. Utagusa sehemu hiyo ya dialogue. Ukishagusa basi watakuletea uchague actor. Umeona hapa wamekuandikia no actor, wanamaanisha chagua mhusika ambaye unataka hazungumze kwa muda huo. Basi unaweza ukaklik kwenye no actor kisha utachagua. Nitamchagua Scott. Nitamchagua Scott. Baada ya hapo watanionyesha Scott jinsi alivyo, lakini kama unavyomuona, yes, tutazidi kufanya mabadiliko utaelewa zaidi. Baada ya jina la Scott tuna sehemu imeandikwa neutral. Sasa
Hapa bwana ni sehemu ya kuchagua action, ni sehemu ya kuchagua vitendo ambavyo atakuwa anavifanya Scott. Kuna vitendo vingi sana, kuna vitendo vya kutoa ishara ya thanks, kuna sehemu ya kulia, kutoa ishara ya understanding, zombie, kuna sehemu ya sad, huzuni. Kitokea kwa story yako na mhusu huzuni, basi atakuwa na huzuni. Ukigusa sehemu ya sad, ukigusa sehemu ya happy atakuwa na happy. Ukigusa sehemu ya head, basi atagusa kichwa, hii headache, atagusa kichwa kuonesha kama kichwa kinamuuma. Kwa hiyo kufuatana na story yako, basi kuna kila kitu hapa. Kuna mambo mengi sana ambayo yamewekwa. Kuna ashamed, kuna kiss, hivyo kuna bored, afraid. Kwa hiyo ni wewe unachagua ni ipi. Kwa mimi hapa sina haja ya kuchagua sad wala kitu kingine, ila nitachagua happy kwa sababu amefika kwenye mazingira ambayo ya ugenini, huwezi ukawa na huzuni, tutachagua kwenye happy. Baada ya hapo tuna sehemu ya imeandikwa write dialogue here or record your voice. Kwa sisi ukiandika dialogue yako hapa, mfano tuandike mambo, ni sehemu ambapo itakuleta sawa, atatamka neno mambo, lakini neno halitokuwa na matamshi mazuri, atakuwa anatamka vibaya sana. Lakini okay, tunaweza tukasikiliza. Unaweza ukaplay kusikia. Mambo. Mambo. Ngoja niongeze neno lingine hapa, nilikata mambo vipi. Mambo vipi. Kama unavyoona inatamka, lakini haitamki vile sound good ambao sisi tunahitaji, na itamvutia mtazamaji kuendelea kusikiliza na kutazama hiyo video yako ya katuni. Sasa ili iwe bora zaidi, unachagua sehemu ya kurekodi sauti. Utarekodi sauti yako, itaingia vizuri, kisha ukae sehemu ambayo imetulia, haina kelele, ili sauti yako iweze kupiki vizuri mpaka watu waendelee kuvutiwa na kutazama hiyo video yako. Kama mhusika ni wa kike, basi utamtafuta mtu wa kike atarekodi. Kama mhusika wako ni wa kiume, utamtafuta wa kiume arekodi. Kama ni mwenyewe ni wa kiume, utarekodi. Okay, basi moja kwa moja niweze kwa kwanza kurekodi. Nitagusa alama ya mic, kisha nitagusa sehemu ya alama ya mic ambayo ina background nyekundu. Ana, mambo vipi? Baada ya hapo unagusa stop. Ana, mambo vipi? Baada ya hapo ngoja ni rekodi upya. Unaweza ukagusa sehemu ya mute, kisha unaanza kuirekodi upya. Ana, mambo vipi? Baada ya kumaliza kurekodi utaisave. Ukisha save utaisikiliza. Ana, mambo vipi? Ukisikiliza ukiona kuna makosa, unataka urekebishe vile sauti unavyohitaji, unaweza ukamute ukarekodi upya. Lakini ukiona iko poa, basi unaweza ukamenya alama ya tick ambayo ina ishara ya kusave. Kwa ukisikiliza Ana, mambo vipi, utamwona Scott msela wetu ambavyo anaongea na mdomo unacheza kama dialogue ambavyo inahitaji. Sasa moja kwa moja tutakuwa tumemalizana na Scott, kisha tutataka kuadi dialogue nyingine ambapo tumsikie mwingine ambaye yupo katika story yetu. Kwa ukishagusa kwenye dialogue tena utaona no actor, utagusa kisha utachagua Scott, utachagua mhusika anayetakiwa kaya hapo. Na baada ya hapo pia utarekodi sauti. Yes, ni wa kike, unaweza kutumia wa kike au kubadilisha sauti. Nitajaribu kubadilisha, lakini sidhani kama nitaweza kwa sababu sina hicho kipaji, ila nitajaribu, usinicheke. Kama kawaida. Poa Scott, mzima wewe? Baada ya hapo nitaisikiliza. Poa Scott, mzima wewe? I say. Okay, sio kesi. Sina hicho kipaji, kwa nitabonyeza tiki. Kikubwa umenielewa ninamaanisha nini. Kwa ukirudi katika Scott, na huyu tulichokifanya ni kile kile, lakini tulichagua Scott awe happy kwenye action, na huyu pia tutamchagua awe happy. Hapo amekuwa kawaida, amekuwa kama ana huzuni vile. Ngoja tuchague. Tuna thanks, tuna nini, kwa unaweza kuchagua kile unachokitaka. Ukitaka look up, look right, look around,
Okay, unachagua wewe. Happy sign, heart sign, attack, headache, happy. Ngoja nichague hapa happy sign. Okay, kisha nitaplay. Poa Scott, mzima wewe? Kama tunavyoona basi moja kwa moja tuna uwezo wa kuelewa nini tunachokifanya. Utanisamee, kuna kitu nilikuwa na rekodi, wakati nina rekodi video ilikata. Kwa hiyo nilivyoanza kurekodi upya ni tofauti na ambavyo nilikuwa nimeongea mwanzoni. Sasa baada ya mic tunakutana na hii alama ambayo ni alama inayomaanisha mixing. Ukitaka kupunguza sauti, ukitaka upitch ni wewe. Kwangu mimi sitotumia, lakini jinsi wewe utakavyoona na story yako utapenda iweje hivyo utafanya. Lakini mimi nitaachana nayo. Lakini ukitoka hapo tuna alama nyingine ambayo inafuata. Hii ni mambo ya tunasema transition, kutoka kipande kimoja kwenda kipande kingine, au kutoka sehemu moja ambayo imerekodiwa kwenda sehemu nyingine. Hapa tunaona tumewekewa kwenye fade out black, lakini kuna fade out white, kuna black. Lakini tutaacha hii hapa. Sehemu ya medium unaweza ukachagua iwe short au medium, lakini hapa tutachagua medium. Yani inabadilika ile black fade inapoingia inabadilika kwenye picha nzima. Ukiweka kwenye short inabadilika, inakuwa ndefu sana, inakuwa kafupi kale ka fade kaonekana vizuri. Kwenye medium inaonekana kwa sekunde kadhaa kama moja hivi. Ukiweka kwenye long inachelewa ile fade kutoka picha moja kwenda kwenye picha nyingine. Kwa hiyo tutaacha kwenye medium. Baada ya hapo hivi vya mbele nadhani nimeeleza kwenye nyota hizi, lakini kuna hii sehemu ya kama kapicha hivi, alama ya kama kapicha ni field of view. Unaweza kaijaribu kuitumia, lakini mimi nitaiacha. Endelea mbele. Sehemu pia ya mazungumzo ya mwanamke tunawazani tumeshaweka sawa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nilitaka nikuoneshe kuhusiana na movement za kamera, lakini hapa sijaona kwenye screen. Kwa hiyo itakachotufanya kwenye screen ni kubadilika kama hivi. Ana, mambo vipi? Poa Scott, mzima wewe? Nadhani kuna mabadiliko ya fade ile black umeiona kutoka kwa Scott kwenda kwa Ana. Unadhani umenielewa nilikuwa namaanisha nini kwenye sehemu hiyo hapo. Kwa hiyo nitahitaji kubadilisha skin ili niweze kukuonesha move za kamera. Kuna skin zingine haziwi na move. Kwa hiyo nitaenda sehemu ya launch hapa area, nitaenda kubadilisha, nichague skin nyingine ambayo itatufanya tuone kile ambacho nataka nikuelekeze, ili nisiache kitu chochote, nisikuache nyuma. Tukifungua hii skin nyingine itafunguka kama hivi na kutuonesha moja kwa moja uso wetu wawili. Baada ya hapo tukienda kwenye sehemu ya kamera hapa utaona tumewekewa kuna sehemu imeandikwa skip establish shoot. Hii hapa ni sehemu ambapo tunachagua movement za kamera. Mfano hapa tuna moving nyingi, moving right, moving left, moving forward, moving backward. Tutachagua moving forward, yani kutoka kamera yetu ilipo pa kuwafuata wahusika wetu walipo. Tagusa sehemu hiyo hapo kisha nitaplay. Naona kamera inataka na move. Ana, mambo vipi? Tuna sehemu imeandikwa establishing proof. Hii picha iko kwenye establishing proof. Sasa tutachagua kamera yetu imulike wapi, imulike sehemu gani na sehemu gani. Tukigusa sehemu ya door basi tutaona kamera yetu inaenda kumulika upande wa mlango. Ukiplay upande gani kamera yetu imeweza kumulika. Tunaenda tunachagua eneo lingine. Ana, mambo vipi? Nadhani mpaka hapo umeona ninapozungumzia hizi moving za kamera. Nijaribu kuweka kamera jinsi na kamera sehemu ambapo target. Ana, mambo vipi? Sasa nadhani unazidi kunielewa kitu nilichokuwa namaanisha kuhusiana na mambo ya movement za kamera. Tuna wide shoot,
inakuwa ipo sehemu kama hii ana movement yote, lakini inakuwa imekata kiuno. Yes, inaonekana kuanzia juu ya kiuno kwenda juu. Lakini pia tuna moving backward, hii nimekuonesha. Moving forward inaenda mbele. Alafu ngoja nibadilishe sehemu target ya kamera, niweke establish kama hapo, then display. Ana mambo vipi? Hizi kamera inavyotoka kutoka sehemu kusogea mbele kuwafuata hawa wahusika wetu. Lakini pia tuna moving left, nimekuonesha. Kuna kitu kinaitwa in dialogue. In dialogue mode hapa inatuonesha yule mtu ambaye anazungumza kwa wakati huo. Kwa hiyo ukitaka kuhitaji aonekane sura yule anayezungumza, inakuwa poa zaidi. Ukihitaji aonekane yule mtu ambaye hazungumzi, ndipo unacheza na movement za kamera. Unaweza kaenda ukaweka sehemu ya left, kamera ina move kwenda left, afu unakuta anaonekana, au kwenda right, inafuatana na jinsi mhusika wako alivyokaa. Kwa hiyo ukiweka in dialogue mode, ukiplay ana mambo vipi? Poa Scott, mzima wewe? Wanakuwa wanaonekana anayeongea pia anaifuatia. Mfano katika Scott nimemwekea dialogue mode, alafu kwa huyu Ana nibadilishe, nisiweke dialogue mode, niweke labda moving left to play. Poa Scott, mzima wewe? Nadhani mpaka hapo umenielewa vizuri. Sidhani kama kuna sehemu nimekuacha. Sasa kwenye kila skin inayokuja inakuwa na vitu vinavyoongezeka ambavyo kwenye skin ya kwanza haikuwepo. Nadhani kuna vitu umeona kama hii movement za kamera, lakini pia kwenye mbele ya dialogue tumeona na hii sehemu, ambayo hii sehemu inatufanya tuchague kitendo ambacho anakifanya mhusika kumfanyia mwingine. Aidha umekutana, anampa mkono, anampiga kiss, anafanya nini, ndio sehemu hii hapa. Nitagusa kwenye sehemu ya kuchagua actor, kisha nitachagua Scott. Ataonekana Scott, afu nitachagua action. Action ya kwanza ambayo nataka Scott amfanyie huyu Ana, nitaweka kiss. Baada ya hapo itakuwa tayari. So nitaplay. Hapo umeweza kuona Scott amemkisi Ana. Sasa hichi kitu unaweza kukifanya muda wote, sehemu yote, kwamba inawezekana sio mpaka hapa tu, hata iwe kwenye skin nyingine, ila ambayo inaruhusu watu hawa kwa karibu na kufanya action kama hiyo. Kwa hiyo labda niweze kubadilisha, niweke basi Scott, nimtangulize huyu Ana aweze kufanya action nyingine. Yule kafanya yule, hii anafanya nyingine, mtu mwingine. Kuna headache, kuna handshake, jesha mikono, kuna exmo kiss, kuna hug, kuwao. Yes, ngoja niweke kuna 5 pia. Tutajaribu. Hapo unaona amepiga 5, lakini hajaonekana vizuri. Kwa unaweza kubadilisha kwenye movement za kamera. Let's say kama hapa yes, lakini unaweza kuchagua hizi moving forward, moving backward, moving nini, unaweza kuchagua pia. Labda nichague moving backward, inarudi nyuma, lakini nitaweza kuchagua sehemu. Unaweza ka play kama hapa. Okay, unaweza kubadilisha pia, niweke establish proof iko mbali sana, niweke kwenye labda do hapo corner. Yes, niweke corner kama hapo. Baada ya hapo ni play. Nadhani kuna mabadiliko unayozidi kuyaona kwenye hichi kitu. Lakini pia kwenye hii sehemu ya action unaweza kuchagua labda ukaweka shake afu ka play. Unaona anamtingisha. Lakini pia unaweza kuchagua push. Kama umetengeneza ni clip ambayo inaonyesha mtu ana hasira na mpushi mtu, basi unaweza
Unaona, basi huyu Anna ameweza kumpush huyu Scott. Kuna action nyingi unaweza kuchagua, kuna kishai, kuna hug, unaweza labda taka ipendeze zaidi, unaweza ukaenda kwenye ukaweka play kuanzia hapa. Ana, mambo vipi? Poa Scott, mzima wewe? Kwa hiyo hivi vitu unaweza ukaviweka jinsi wewe unavyohitaji. Labda ningependa basi hizi action ziweze kutangulia ziende juu, naweza nikaipandisha juu kabisa kama hapo, yes. Afu na hii hagi nikaipandisha juu. Sasa unachoona na jinsi ninavyopandisha hapa, basi ndio hata dialogue nini na vitu vingine unaweza kuvipandisha kwa staili hiyo, ili kuonesha mvuto katika story ya katuni yako. Kwa hiyo nitaweza kuplay kutoka kwenye screen ya mwanzo kabisa juu. Ana, mambo vipi? Poa Scott, mzima wewe? Nadhani umeona jinsi ninavyovutia. Sasa ili video isiwe ndefu sana na si nikakuchosha, nadhani naweza kusema niende sehemu nyingine. Hii ni sehemu ya alarm. Unaweza kuweka sound, labda alarm yoyote hapo. Mfano naweza nikaweka romantic hii hapa, nika play. Nadhani umeona jinsi kamlio kalivyo. Unaweza ukachagua kokote pale, lakini ako kalikotoka basi mimi ndo nimekapenda. Kwa naweza nikakacha kapiga kwa romantic choice. Lakini pia tuna sehemu ya audio. Nawekewa audio hapa. Hii audio itaplay kwenye skini nzima. Kwa unaweza kaenda na ukachagua audio unaitaka. Mfano kuna music stop, kuna happy, kuna sad, lakini kuna get more. Ukienda kwenye get more basi utaenda kudownload ambazo ni zingine. Sasa kwa kuwa najifunza nisiangalie kudownload, utafanya wewe huko. Mimi nitachagua moja hapa, basi nitachagua kwenye happy. Nikishachagua kwenye happy nitaplay. Ana, mambo vipi? Poa Scott, mzima wewe? Nadhani umenielewa sana, lakini katika music unaona ipo juu sana, inatakiwa ishuke chini ili dialogue unazozungumza, mazungumzo yaweze kusikika vizuri. Kwa hiyo nitapunguza music sauti. Yes, mpaka hapo. Alafu nitaplay. Ana, mambo vipi? Poa Scott, mzima wewe? Kwa hiyo tunazidi kuelewana, lakini tuna sehemu nyingine tumewekewa herufi A. Hii ni sehemu ya title. Nikisema title nazo naelewa, na maanisha maneno ambayo yanakuwa yanapita kwenye movie, labda ya title ya kitu fulani, labda story yetu tuweze kuiandikaje hapa. Tuandike labda naweza nikaandika labda ikiwa poa zaidi naandika ta my soulmate, ikimaanisha kwamba huyu ni mwenza wangu wa maisha ambaye tumepotezana kwa kipindi fulani, alafu leo ndo anakutana. Soulmate. Ukishona title hiyo hapo, unaweza kuchagua ikae katikati,
ikae katikati, ikae pembeni, hivyo ni wewe. Ikae ipande juu, ipande juu, iwe center, iwe chini, lakini poa zaidi iwe katikati. Alafu center hapa. Pia unaweza kuchagua kama unataka background, unataka iwe na align, ipigwe mstari, rangi ukachagua color labda kama hiyo hapo, kuja done. Sorry, naona simu imejiminya kidogo, nafanya vitu ambavyo sio. Niviondoe kwanza, alafu ndipo niendelee. Tamenya done. Tuna hii sehemu ya hapa, unaweza kuchagua background ya nyuma ambayo inaonyesha kabla ya maneno. Kwa hiyo unaweza kuchagua unaitaka rangi nini, ziko kibao hapo. Mimi nitaacha hiyo black, ndio nimependezwa nayo. Lakini pia tuna hii sehemu ni ya volume pitch, kama kuna sauti umeiweka sehemu ya title. Juu kabisa umeandika silence. Kwa hapa sikuchagua muziki, lakini unaweza kuchagua kama ni maneno ya Scott akiwa anazungumza, ule mwingine tuweke labda tuweke tu Scott. My soulmate. Kwa unagundua kabisa hii soulmate imesomwa na Scott, lakini inakuwa na mvuto zaidi. Ukienda upande wa hapa tukiwa kwenye hii kwa wapi? Hapa kwenye my soulmate pia tuna sehemu ya filter, tuna sehemu hii hapa, sio za muhimu sana, unaweza kuachana nazo. Nadhani mpaka hapo umeweza kunielewa. Video imekuwa ndefu sana, nimekuchosha, ila nadhani kuna kitu umekipata na umejifunza kutoka kwangu. Sasa naomba usubscribe ili kuweza kupata mambo mengi zaidi kuhusiana na teknolojia. Kwenye hii video bana, lazima nikuelekeze ni jinsi gani ya kuweza kuexport video. Lakini kabla sija kuelekeza jinsi ya kuexport video, nitaiplay. Nikishaiplay ili tuweze kuiona movie yetu toka mwanzo mpaka mwisho. My soulmate. Ana, mambo vipi? Poa Scott, mzima wewe? Naona mpaka sasa niweze kushare hapo, japo kuna kitu nilikuahidi nitakufundisha jinsi ya kutengeneza pesa kupitia mitandao ya kijamii kwa hizi video. Naomba niweze kuandaa tutorial ijayo, niweze kukuelekeza vizuri, ambapo nitakuelekeza jinsi ya kuzitengeneza vizuri, kuweza kuziwekea background, kuziwekea sound, zile sound effect ziweze kuvutia ili iweze kunoga zaidi. Sasa unaweza kutumia kama ni CapCut au ni program yoyote ya kwenye kompyuta ya video editing ili uweze kufanikisha vyote. Kuhusiana na mambo ya kutengeneza pesa kupitia hizo video, ukishamaliza kutengeneza ukaziedit vizuri, basi utazipakia mitandaoni, na ukifanikisha kufikia vigezo, basi utakuwa unaweza kuingiza pesa kupitia hizo video. Kuna sehemu ya juu kabisa hapa imewekwa nembo ya upload. Yani ni upload ambayo tunatumia kama export. Utaigusa iko juu upande wa kulia kabisa mwako. Baada ya hapo utagusa kwenye save video. Utaandaa kwenye export with subtitle, export without subtitle. Utachagua export with subtitle. Ile subtitle yangu niliweka haikukaa poa sana, kwa sababu nilikuwa nakuelekeza kwa nilikuwa nifanye na muda umeenda, nisikuchoshe. Lakini tuna video nyingine nitaandaa jinsi ya kutengeneza katuni ambao ni unique, katuni ambao ni wa kipekee, na ni katuni ni wazuri zaidi kuliko hawa ambao nimewatengeneza hapa. Kama unahitaji na umependa, unatamani ujifunze na hao wengine ambao watakuwa wazuri zaidi kama hawa ambao unawaona kwenye hii screen ninakuonesha, ili uweze kupata katuni wa tofauti kabisa na hawa ambao wamezoeleka wanafanyika katika channel nyingi
kwenye majukwaa mengi wanaziweka, wanazitumia, ile hawa ni unique, ni tofauti na wale, yani ni wa utofauti na wanavutia. Nadhani wana utofauti kabisa unavyoona na hawa ambao nimetoka kukuelekeza. Like, unipe nguvu zaidi ili nikuletee somo la kutengeneza katuni kama hawa, watauvutia, na siku hiyo tutaandaa story nzuri kabisa ambayo itavutia ili uweze kunielewa zaidi. Nashukuru kwa kuwa nami, umenivumilia, ni masaa mengi sana nimeongea, ni muda mrefu sana nimeongea, lakini ni kwa ajili yako. Nadhani somo umelipata, somo umelielewa. Sasa umejua ni jinsi gani kutengeneza katuni, umejua ni jinsi gani watu wanatengeneza katuni. Sasa nadhani fanya kutengeneza katuni, afu baadaye utuwekee link ya channel yako kwenye video hii, au link ya video ambayo umeiandaa, ili tuweze na sisi kuiona na tufurahie story ambayo umeitengeneza, ili tuweze kuenjoy.